Tutakwenda kujifunza kwa kina kuhusiana na kitabu hiki cha Esther, na tutakwenda kujifunza neno kubwa sana. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka utambue siku hii ya leo ni kwamba neno hili lipo kwa ajili ya kukusaidia wewe kutambua kwamba Mungu anapomuinua mtu au Mungu anapompa mtu nafasi fulani, anatarajia achukue hatua ya imani. Haleluya! Anatarajia huyo mtu achukue hatua ya imani ili aweze kutimiza kusudi lake na matendo makubwa ambayo Bwana amemkusudia. Tuko kwenye ulimwengu ambao wakati mwingine tunaweza tusichukulie mambo kiroho sana, tunatumia akili nyingi sana, lakini Mungu wetu anatufundisha kuchukua hatua ya imani. Haleluya! Kwa hiyo chukua neno hili ukijua kwamba Mungu wetu anatamani upande viwango vya juu kwa wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu upande viwango, lakini pia viwango vyako uingie kwa ujasiri mkubwa wa kiungu, ujasiri wa kiungu, na utambue kuwa kupanda kiwango ni mpango halisi kabisa wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa tunaendelea kujifunza kwa wakati huu, kusudia nini? Kwa wakati huu Mungu anataka nini kutoka kwako? Fungua moyo wako na msikilize Roho Mtakatifu. Atakwenda kusema na wewe kwa ndani sana na kwa utulivu sana wakati mwingine, kwa sababu anatamani uchukue hatua kwa wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 14. Lakini kwa kifupi naweza nikakwambia kwamba maneno haya yalitolewa wakati huo Wayahudi walikuwa uhamishoni Uajemi. Wakati huo mfalme wa Ahasuero ndio alikuwa anatawala, mfalme mkubwa alikuwa anatawala. Na wakati alipokuwa akitawala, kulikuwa kuna malkia alikuwa anaitwa Vashti. Na malkia huyo ndio alikuwa ndio anatawala. Lakini kuna kipindi ambacho mfalme alikuwa na karamu, wageni wake maalum kabisa, na Vashti alitakiwa aende akajitambulishe, aende akajionyeshe kwamba yeye ndio malkia. Sasa nataka uanze kujifunza kitu. Kila kitu kinatokea kwa sababu maalum na kusudi la Mungu lazima litimie. Wakati Vashti ameitwa kwenda kujitoa, kujionyesha, Vashti alikataa. Na alipokataa, ikabidi mfalme aamue kuchagua, kutafuta malkia mwingine kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kuna jambo limetokea, ni jambo dogo sana. Vashti alikataa tu kwenda kujionyesha kwenye karamu. Ndipo mfalme akatafuta malkia mwingine, wakaitwa mabinti. Na mmoja mabinti ambao waliitwa alikuwa ni Esther. Esther alikuwa ni mwanamke ambaye ni Myahudi. Kwa hiyo katika mabinti wengi walioitwa na yeye alikuwa. Kwa kifupi, Esther alikuwa ni binti ambaye alikuwa ni yatima na alikuwa akiishi na ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Mordekai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Esther alipokuwa katika kile kinyang'anyiro cha yeye kuwa malkia, Bwana akampa kibali na akawa malkia kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Esther ni malkia, kulitokeako kiongozi mmoja mkuu wa nchi ambaye alikuwa anaitwa Haman, na alitamani watu wote waweze kumsujudia. Lilikuwa ni amri ambayo ilitoka kwa mfalme, watu wote wamsujudie Haman. Lakini Mordekai alikataa. Kwa sababu yeye anajua Mungu ambaye atakuwa kusujudiwa ni Mungu aliye juu peke yake. Sasa baada ya Mordekai kukataa, ndipo hapo changamoto ilipokuja. Haman alipozika sana, akapata ghadhabu. Biblia inasema akaghadhibika na akatamani kumuua Mordekai ambaye
ni binamu yake na Esta ambaye ni malkia kwa wakati huo. Sasa alipotamani kumuua, akaona kwa nini nisiue Wayahudi wote? Kwa nini nisiwaue wote? Kwa sababu ghadhabu yake ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo adhabu ya Mordekai, akatamani watu wote, Wayahudi wote waweze kuitumikia. Akatamani waue, na akamfuata mfalme Ahasuero akamwambia, ninatamani watu hawa wauawe. Ninataka Wayahudi wote wauawe. Sasa kilipotokea hicho, ndipo hapo ambapo Mordekai akamfuata Esta na kumwambia maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Alimwambia, kwa wakati kama huu Bwana amekukusudia wewe kuwa malkia. Kwa wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Esta atanyamaza, Mungu ataleta msaada mwingine kutoka nje. Mungu atatafuta namna nyingine. Mungu ni Mungu ambaye hashindwi na jambo lolote. Pale ambapo mimi nitanyamaza, kuna namna nyingine tu itapatikana. Lakini kwa yule ambaye anamcha Mungu, atatambua kwamba mimi ninatakiwa kusimama kwenye nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo Esta alisimama. Baada ya Mordekai kumfuata Esta, akamwambia inabidi asimame kwa wakati wake. Ndipo alipoita maombi ya siku 3 kwa Wayahudi wote, wakimtaka Bwana aweze kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anamweka mtu fulani kwa kusudi maalum na kwa wakati maalum. Usipuuzie nyakati yoyote ambayo unapitia. Usipuuzie, kwa sababu Mungu anataka afanye jambo jipya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tokea mwaka umeanza, neno hili limekuwa likitembea. Tumekuwa tukiongelea kuhusiana na mapambazuko, neno letu la mwaka. Lakini pia mwezi huu ni mwezi wa kupiga hatua, wa kupanda viwango. Sasa unatakiwa ujue ni wakati gani ambao Bwana anatamani upige hatua. Ni neno la Bwana limetoka madhabahuni, unatakiwa kulichukua kwamba kwa wakati kama huu natakiwa nifanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Usichukue tu neno la mwezi likapita kama lilivyo bila kuchukua hatua fulani. Sasa tunaposema kuchukua hatua kwa wakati kama huu, tunamaanisha nini? Kitu cha kwanza ni wakati maalum ambao umepangwa na Mungu kimkakati. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambao Bwana ameupanga kimkakati kabisa, na hautakiwi kuumisi. Kwamba ukiumisi tu kidogo, ukiteleza tu kidogo mkuu, basi unaukosa huo wakati ambao Bwana ameukusudia. Kwa tunaposema kwa wakati kama huu, ukijua kwamba ni neno la Bwana limetoka, unatakiwa kupanda viwango, unatakiwa kupiga hatua. Ni wakati kama huu, piga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukimiss tu, kuna watu ambao watapiga hatua, wewe utabaki pale pale. Tunaposema kwa wakati kama huu, tunamaanisha nini? Ni wakati wa uwajibikaji. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuona kwa kina. Sio wakati wa kukaa kimya. Sio wakati wa kukaa kimya. Tunaona Esta alikuwa wakati ambao alijua kwamba ni Bwana amemweka. Aliona hakupaswa kukaa kimya. Ili hali ilikuwa ni ngumu sana kwa mtu yoyote kupita kwa mfalme. Lakini aliona wakati huu sitakiwi kukaa kimya. Ni wakati wa kuwajibika, ni wakati wa kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Sio wakati wa kukaa pembeni. Tunaposema tunapiga hatua, tunaposema tunapanda viwango, hebu hakikisha kwamba na wewe unakuwa ni mmoja wapo wa kupanda viwango. Haijalishi ni Bwana amekwambia nini, ni kwenye eneo gani unatakiwa upande viwango. Usikae pembeni. Haleluya. Haleluya. Tunaona kwamba Mordekai alimwambia Esta, akamwambia ukinyamaza, Bwana atatafuta msaada kutoka sehemu nyingine. Kwa nafasi yako imeletwa kwa kusudi maalum. Je, wewe kwa wakati kama huu Bwana amekuweka hapo kwa kusudi gani? Bwana amekuweka hapo kwa ajili gani?
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati kama huu tunaposema unatakiwa kusimama na kufanya kile ambacho Mungu anataka, kile ambacho Mungu anataka, unatakiwa kusimama kwa ujasiri, unatakiwa kusimama kwa ujasiri. Lakini pia tunaposema wakati kama huu ni wakati wa kupiga hatua ya imani. Tunapoongelea ujasiri unahusisha na imani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapaswa kuchukua hatua hata wakati wa hatari. Esta alitakiwa atulie. Sio kila mtu anatakiwa kwenda kwa mfalme iwapo hajaitwa. Lakini Esta alichukua hatua ya imani ambayo yamkini wakati mwingine ilikuwa ni ya hatari. Sasa watu wengi tumekuwa tukijionea huruma na kujitengenezea comfort zone ambayo inaweza kutufanya tujisikie vizuri. Tunaogopa kupiga hatua hata wakati ambapo tunaona kuna hatari mbele. Ili hali Bwana amesema na wewe, piga hatua, chukua hatua, panda viwango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati kama huu Mungu anataka kufanya jambo jipya. Mwanzo wakati tulisoma kwa kina kuhusiana na Isaya 43 mstari wa 19. Mungu anataka kufanya jambo jipya. Je, unatambua wakati gani ambao Bwana anataka kufanya jambo jipya kwako? Je, unatambua? Kuna kitu kimoja ambacho unataka kujua. Unapokuwa unajua kwamba kwa wakati kama huu unataka kufanya nini, unataka kujua kwamba Mungu hafanyi kitu kiholela. Kila jambo ambalo Bwana analifanya anakuwa anajua ni kitu gani anataka kufanya. Kuna mambo kadhaa ambayo unaweza ukajua tunapokuwa tunaongelea wakati kama huu ambao Bwana amekusudia. Haijalishi ni mwezi gani, haijalishi ni wakati gani. Yawezekana hata saa hili ni wakati kama huu kwako ambao Bwana anataka upande viwango. Yawezekana ni neno la wakati, neno la kimungu ambalo linatoka kwa wakati huu. Bwana hajakuweka hapa ili hadi siku iishe. Kuna kitu kipya ambacho Bwana anataka kufanya kwako. Kuna jambo jipya, kuna neno moja ambalo Bwana anataka ulipokee ili aweze kufanya kitu kipya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini unataka kujua? Kitu cha kwanza unataka kujua kwamba Mungu huandaa mtu kabla ya wakati na kwa siri sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu anaandaa mtu kabla ya wakati kufika. Sasa wakati wa mchakato, wakati mwingine watu ndipo tunapoteleza, tunapopotea, tunatoka kwenye mstari. Wakati wa ule mchakato watu wengine huwa tunakaa pembeni. Kumbe wakati huo Mungu yuko sirini anajaribu kumtengeneza mtu fulani. Wakati huo Mungu yuko sirini anajaribu kutengeneza mazingira fulani ambayo yatakufanya upande viwango. Wakati huo Mungu yuko sirini anakutengeneza, anatengeneza tabia yako, anakushape kwa namna ambayo utakuwa bora. Lakini wakati mwingine huwa tunakataa huo mchakato. Tunautupilia mbali, tunautupilia mbali. Tunaona kama vile haufai. Kumbe wakati mwingine tunaharibu mchakato wa Mungu. Na Mungu anaamua kukuacha, anaamua kutafuta namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifikirie wewe ungekuwa ni Esta ambapo unajua kabisa wewe ni Myahudi, uko uhamishoni, uko utumwani. Naamini kwamba usingeweza hata kukubali kwenda kufikiria kwamba utakuwa malkia, ukizingatia kwamba wewe ni yatima ambaye huna hata baba, huna mama. Huwezi kufikiria kwamba ungeweza kuwa malkia siku moja. Lakini Esta kwa sababu alikuwa makini sana kusikiliza sauti ya Mungu, ni nini anataka. Lakini kuna jambo jingine linaloonekana la kipuuzi sana kwako, lakini Bwana kuna jambo anataka kufanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunamuona mtu kama Yusufu. Yusufu kuna hatua kadhaa ambazo alizipitia. Tunasema kwamba Mungu kabla ya kumaliza jambo lake, kusudi lake kutimia, anafanya kwa siri. Yusufu alipitia wakati mgumu. Kwanza akatupwa shimoni. Baada ya kuelezea ndoto zake kwa ndugu zake, akatupwa shimoni. Wakaja wakamchukua kutoka shimoni, wakampeleka utumwani. Akatoka utumwani, akapelekwa gerezani. Hebu jifikirie, mtu mwingine
kujiandaa. Haleluya. Kwa siri Mungu yuko anakutengeneza. Unakutana na mtu anasema mimi Mungu hanioni, mimi Mungu amenitupa, mimi Mungu ameniacha. Mwisho wa siku tunaona Yusufu akaibukia ikulu. Ghafla alikuwa gerezani, ghafla Bwana akatengeneza njia, akaibukia ikulu. Kumbe Mungu alikuwa anamtengeneza kwa namna ambayo angeweza kuwa bora. Alikuwa yuko shule. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa yuko shule. Usikimbie shule, usikimbie darasa. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbie darasa. Mwambie jirani yako usikimbie darasa. Darasa hili ni la muhimu sana kwa sababu linakutengeneza kuwa bora sana. Kuna wakati unapita kwenye wakati mbalimbali ambazo zinakuharibu shepu kabisa, zinakuharibu akili yako, zinakuharibu mtazamo wako kwa Mungu. Nataka nikwambie usikimbie darasa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango mwema sana kwetu na siku zote anatuwazia mema. Kwa hiyo tunaweza tukaona wakati mwingine unaweza kuona safari yako ni ya kushuka. Safari yako inashuka, kumbe wakati huo unaiona inashuka, kumbe ndio inapanda. Wakati unaona wewe safari inashuka chini, kumbe Mungu sirini anaipandisha. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vya Mungu havifanyi kwa akili za kawaida. Viwango vya Mungu havifanyi kwa vile ambavyo sisi tunafikiria. Wewe unaona ni kama vile ni jaribu, kumbe ni Bwana anakupandisha viwango zaidi. Kumbe ni Mungu anakupandisha viwango zaidi. Unaona kuna wakati leo uchumi umekata sana, umekaza. Unaona ni kama vile uchumi umekaza, kumbe Mungu yuko sirini anatengeneza namna na kushepu ili kwamba uweze kuwa bora baadaye, ufae, uwe chombo chema. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ni kama vile umepigwa na vitu vizito, kumbe Bwana anakutengeneza. Haleluya. Haleluya. Tunaona hata Yesu alipitia mchakato miaka 30 ya ukimya Nazareti. Miaka 30. Mchakato unahitaji mtu mvumilivu. Ukiitoa hiyo mimba mapema, hautaweza kufikia kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa ni kila siku unatengenezwa, unaishia njiani, haupandi. Unatengenezwa, unaishia njiani, Bwana anaanza kutafuta mchakato mpya tena wa kukutengeneza. Kumbe ulitakiwa uishie miaka labda 5, unaanza tena mwaka mwingine tena wa kwanza. Kama ni chuo miaka 3, unarudi tena una disco. Bwana Yesu asifiwe. Una disco, unaanza tena upya. Kumbe Bwana alikuwa anakufikisha. Fikiria light kama Yusufu angefika gerezani alafu angeharibu. Kumbe hapo muujiza ulikuwa hapo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati kama huu Bwana ana jambo jipya. Haleluya. Tukisoma Wagalatia 4:4, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4, kuna neno moja ambalo linasema hata ulipotimia utimilifu wa wakati. Hata ulipotimia utimilifu wa wakati. Kumbe kuna wakati ambapo kuna mambo inabidi yatimie. Yaani hata ufanye nini ili uweze kutengeneza vile viwango vinavyohitajika, kuna nyakati hapo katikati ni lazima zitimie. Haihitajiki kuforce, haihitajiki kutumia nguvu nyingi. Unachotakiwa ni kutembea hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Neno likitoka unalipokea, unapiga hatua hiyo hiyo ya imani kwa ujasiri, kwa sababu Bwana yuko pamoja na sisi. Cha msingi, sikiliza kwa makini sana Mungu anasema nini kuhusiana na hilo jambo. Usichukulie kama kuchelewa, kama kukataliwa, lakini Mungu anakupeleka viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anafanya vitu kimya kimya kabla havijaja hadharani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa viwango. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la pili ambalo nataka kutambua ni kwamba jambo jipya huja baada ya msimu wa ukimya. Msimu wa ukimya.
wakati unaomba unaona kama maombi hayajibiwi, kumbe huo ni msimu wa ukimya. Bwana Yesu asifiwe. Ni msimu wa ukimya. Yesu alikaa miaka 30. Yuko hapa anaendelea tu, ni ukimya. Sio kama sio mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu, lakini ulikuwa ni kipindi ambacho bado kule sirini Mungu anaendelea kutengeneza mchakato. Anaendelea kumtengenezea lile kusudi liweze kutimia. Kwa kuna wakati mambo hayaendi. Maombi ni kama vile hayajibiwi. Kumbe Bwana anafanya kimya kimya, anafanya kwenye namna ambayo sio ya kupiga kelele, sio ya kuweza kukufanya uone kama vile mambo yanaenda. Kumbe Bwana yuko anatengeneza taratibu, mchakato unaendelea kutengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia usione hiyo biashara haikui, jua kwamba Bwana yupo kimiani, anafanya mchakato kuwa bora zaidi, anakupandisha viwango. Usione hiyo huduma ni kama vile haionekani, Bwana anakutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kuchuchumilia taji. Endelea kuchuchumilia taji. Nilikuwa nawaambia wanawake kwenye semina katikati ya wiki, nilikuwa nakwambia wewe ni wa kipekee sana. Hebu usijifiche huko, usijifiche. Mungu ameweka kitu ndani yako, hebu toka uweze kukionyesha na Bwana atakutengeneza. Unapiga hatua moja baada ya nyingine, unakuwa bora. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku niliwaambia, nikawaambia mimi hata kushika mic nilikuwa natetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natetemeka, siwezi kuangalia watu. Nikikaa hapo nataka kwenda washroom na jishauri napitaje hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ukimwachia Mungu anaweza kutengeneza vitu na ukaja kuwa bora sana. Haleluya. Haleluya. Kitu kingine ambacho nataka kutambua ni kwamba jambo jipya kubadilisha kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Kubadilisha kiwango au viwango. Tunaongelea kupanda viwango. Esther alikuwa tu ni yatima, lakini tunamwongelea Esther ambaye baadaye alikuja kuwa malkia. Sielewi wewe ni yatima gani ambao upo. Sielewi wewe ni level gani ambao unaiona iko duni sana, iko chini sana. Nikwambie tu, pale ambapo Bwana anataka kufanya kitu kipya kwa wakati kama huo, viwango vinapanda. Bwana Yesu asifiwe. Viwango vinapanda. Haijalishi. Nikwambie kwamba ni dharau gani unaipitia. Nikwambie kwamba ni namna gani unaonekana wewe ni mtu wa kawaida, lakini pale ambapo Bwana anataka kufanya kitu kipya kwa wakati huu, Bwana anapandisha viwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo kubwa mtu kujua kwamba katika vyote Bwana anaweza kubadilisha historia ya ndani. Historia ambayo ilikuwa inaonekana mtu yuko kawaida sana, ndani ya muda mfupi tu Bwana anaweza kubadilisha. Kitu cha 4 ambacho tunataka kutambua ni kwamba jambo jipya linahitaji ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena kwa sababu hapa ndipo ambapo huwa tunashindwa kujua wakati sahihi. Kwa sababu shetani anajaribu kutujengea hofu. Shetani anajaribu kututengenezea mazingira ambayo tuone ni kama vile sio wakati sahihi. Sio wakati ambao Bwana ameuamuru. Sio wakati ambao Bwana ameutengeneza kwa ajili hiyo. Ni ujasiri pekee ndio ambao unaweza kukutoa hapo ulipo. Amen. Esther anasema nikiangamia nitaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yake ni kwamba hata iweje, lolote lije, Bwana Yesu asifiwe, chochote kije, sitaweza kuacha mchakato huu uishi. Sitaweza kuacha kusudi la Mungu litimie. Ni kitu gani unakiogopa sana? Ni jambo gani linakuogopesha sana ambalo linakufanya unashindwa kujua wakati ambao Bwana anataka kufanya jambo jipya kwako? Ni kitu gani? Ni jambo gani? Ukiwa na hofu, unapigwa upofu, utaweza kuona ni namna gani Bwana anataka kufanya jambo. Bwana ametupa roho ya ujasiri. Haleluya. Bwana ametupa roho ya ujasiri. Hebu tembea kwenye ujasiri na upige hatua. Haijalishi ni kwenye eneo gani, haijalishi ni kwenye kitu gani. Hebu piga hatua ya imani. Piga hatua ya imani. Na
matendo. Bwana Yesu asifiwe. Ni imani ya matendo. Chukua hatua. Unataka kuwa mtumishi bora, hebu chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu piga hatua. Unataka kufanya jambo fulani ambalo Bwana amekwambia, yamkini ni biashara fulani, yamkini unataka kuwa mtu bora kwenye eneo fulani, hebu piga hatua. Bwana Yesu asifiwe. Usibaki pale pale. Kila ambacho tunafanya kwenye ufalme huu, kila ambacho tunakigusa kwenye ufalme huu kinahitaji imani. Hakuna ambacho unaweza kukifanya kwenye ufalme huu bila kutumia imani, mpendo. Kuna wakati usichukulie mambo kwa akili yako mwenyewe. Usichukulie mambo kwa namna ambavyo watu wanafanya kwa uzoefu. Hebu kuruhusu Bwana aweze kukutengenezea kitu ambacho amekikusudia kwenye maisha yako. Imani yako na ikue. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako na ikue. Pale ambapo unakuwa unapanda viwango, pale ambapo unakuwa unajua ni wakati sahihi wa Mungu, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana. Tunaona Esther amebadilishiwa nafasi ghafla. Lakini pia Mungu anaweza kukupa uwezo wa kuweza kukabiliana na huo wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukupa uwezo. Imani yako inakuwa kubwa sana kwa Mungu. Mungu ambaye atakupa uwezo, atakupa na matokeo, atakupa na kazi ya kuweza kufanya hicho kitu. Kila kitu kinaenda kwa wakati sahihi. Kwa wakati kama huo, Bwana ameuamuru kwa ajili ya jambo hilo. Chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua. Sasa tufanye nini? Ni nini ambacho tunaweza tukafanya tunaweza kukusaidia ili uweze kujua wakati sahihi ambao Bwana anataka kufanya jambo jipya? Kitu cha kwanza, achilia yaliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achilia yaliyopita. Jambo jipya lolote, viwango vipya vyovyote havikai mahali ambapo vinakaa vitu vilivyopita. Havikai ambapo viko vitu ambavyo umevishikilia vitu vya zamani. Hiyo ni level mpya. Inahitaji utu mpya, inahitaji hatua mpya, inahitaji nguvu mpya, inahitaji mtazamo mpya, inahitaji namna mpya ya kudili na hivyo vitu. Achilia hivyo vitu vya zamani. Umekosea mahali, hebu achilia, weka nyuma. Kuna mahali ulikosea, kuna mahali ukuenda vile ambavyo unaona Mungu alikuwa anataka ufanye. Kuna namna wewe ulikosea kwenye maisha yako, hebu achilia, weka pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Achilia. Ukiendelea kuvihold, ukiendelea kuvikumbatia hivyo vitu, vitashindwa kukupeleka kwenye eneo sahihi ambalo Bwana anataka kukuweka, kwa sababu bado utakuwa kwenye uzamani. Utakuwa bado unafikiria kizamani, bado vitakuzuia kuweza kuona vile vitu vipya. Utashindwa kuona matarajio mapya ambayo Bwana ameyaweka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye akili anajihukumu sana. Unajihukumu sana. Achilia. Kuna mtu ambaye hajajisamehe. Hebu jisamehe, achilia. Bwana Yesu asifiwe. Ili Bwana aweze kufanya jambo jipya, ili Bwana aweze kukupa hatua mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuruhusu Bwana afanye jambo jipya kwenye maisha yako, na utaona Bwana akikupeleka viwango vya juu zaidi. Utaona Bwana akifanya jambo jipya kwenye maisha yako. Haleluya. Kitu cha pili, jijenge sirini. Bwana Yesu asifiwe. Jijenge sirini. Jijenge sirini. Tengeneza maombi binafsi ambayo yatakutengeneza kuwa bora sana.
nilikuwa nawaambia wanawake, hakuna namna tunaweza tukatoboa bila maombi. Narudia tena, ufalme huu unategwa na wenye nguvu tu, na ni nguvu pekee ya maombi ya kuwa bora sana ndio ambayo itakufanya wewe uweze kupiga hatua zaidi. Jitengeneze sirini. Kuna mambo ambayo unatamani kubadilika, kuna mambo ambayo unatamani kuwa bora zaidi, kuna mambo ambayo unatamani kufanywa upya, kuna mambo ambayo unatamani kutengeneza upya, ni tabia, iwe ni mwenendo, iwe ni marafiki. Hebu kaa sirini umtengeneze yule ambaye unataka awe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtengeneze yule ambaye unataka awe. Kitu cha tatu, omba macho ya kuona jambo jipya linakuja. Bwana Yesu asifiwe. Muombe Mungu sana akusaidie kuweza kuona jambo jipya linapokuja. Ukishindwa kuwa na hayo macho ya kuona jambo jipya, hautaweza kuwa tayari jambo jipya linapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mpya unapokuja, hutaweza kuona, hautaweza kupiga hatua ambayo unataka kupiga. Kama Esta asingeweza kujua na kuweza kuruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yake, amtengeneze aweze kusikia sauti ya Mungu vyema, asingeweza kupiga hatua, asingeweza kuamua kuchukua hatua na kwenda kushindania umalkia. Ni kwa sababu aliona jambo jipya. Mordekai akamwambia, nani ajuae? Bwana anataka kutengeneza jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anataka kufanya jambo jipya. Lakini kitu kingine, ondoa hofu. Tumeongelea hofu kwa sehemu kubwa sana. Hofu inaweza kukuondoa kabisa kwenye kile ambacho Bwana anataka kukufanyia, kile ambacho Bwana anataka kukusudia kwenye maisha yako. Ondoa hofu na uchukue hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua hatua ya imani. Mwambie Bwana, naomba unitengeneze. Mwambie Bwana, natamani unifanye vile ambavyo nataka niwe. Mwambie Bwana, ni wakati gani ambao mimi natakiwa nifanye? Je, niko kwenye wakati sahihi? Ni viungo gani ambavyo Bwana unatamani mimi nipande? Bila kujalisha mazingira yangu, bila kujalisha ile experience zangu, bila kujalisha chochote kile ambacho watu wanasema, watu wananiona. Mwambie Bwana, kusudi lako natamani litimie. Kwa wakati kama huu, Bwana unataka kufanya jambo gani kwenye maisha yako? Kwa wakati kama huu, Mungu unataka kufanya jambo gani kwenye maisha yako? Tusimame. Natamani tufanye maombi. Natakwenda kuomba na watu watatu. Nakwenda kuomba na watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza ambaye natamani tuombe naye, nataka kuomba na mtu ambaye anasema, kwa wakati kama huu hujui Bwana anataka afanye nini kwenye maisha yako. Kwa lugha nyingine, unatamani Bwana akufungue macho uweze kujua kwa wakati kama huu Bwana anataka ufanye nini. Bwana hatupi majira bure. Bwana hatupi nyakati bure. Bwana hatupi nafasi bure. Hata hichi kitendo cha wewe kuja hapa ni Bwana amekusudia. Muulize Bwana, unataka nifanye nini kwa wakati kama huu? Nataka niombe na wewe. Lakini mtu wa pili ambaye nataka tuombe naye siku hii ya leo, anahitaji kuachilia nafasi kwa ajili ya jambo jipya. Tumeona kwamba moja ya vitu ambavyo vinaweza vikakuzuia wewe usiweze
kujua wakati sahihi, wakati gani ambao Bwana anataka kufanya jambo jipya, ni pamoja na kwamba umeshikilia vitu vingi sana vya zamani. Umeshikilia hukumu, umeshikilia watu, umeshikilia yale maisha ambayo yamkini ulikosea mahali, umeshikilia experience zako za maisha za nyuma, vikakufunga wewe kupiga hatua. Nataka kuomba na wewe, unataka kuachilia mambo ya zamani ili Bwana aweze kufanya jambo jipya. Lakini mtu wa tatu ambaye nataka kuomba na wewe, nataka tuombe kwa wale wanaohitaji uongozi wa kimungu kwa wakati kama huu. Kuna mtu ambaye tayari yamkini umeshapokea jambo. Bwana anatamani ufanye jambo fulani. Bwana ameshakuonyesha, amekupa picha kamili ya kitu ambacho Bwana anataka kufanya. Picha kamili ambayo Bwana anatamani wewe uwe, anatamani ufanye. Na wakati mwingine unaweza ukaona ni kama vile ni jambo linalokuumiza sana, ni jambo ambalo linaweza linakufanya ujione wa chini sana. Unaona ni kama vile hutaweza kupiga hatua. Sasa unahitaji uongozi wa Mungu, unahitaji Bwana akusaidie, iwe ni kwenye eneo lolote lile, la kibinafsi, la kiuchumi, la kwenye familia, kwenye eneo lolote lile ambalo unahitaji Bwana akusaidie uongozi wa kimungu kwa wakati kama huu. Natamani kuomba na wewe, tunyosha mikono yetu. Jehova Mungu mwaminifu, ninakubariki, ninakutukuza. Wewe ni Bwana wa wakati sahihi. Wewe Bwana unatenda kwa wakati sahihi. Wewe ni Mungu ambaye unatupenda sana na unatuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako hao. Yuko mmoja ambaye Bwana anatamani kujua wakati sahihi, hajui afanye nini, hajui je, huu ni wakati sahihi au si sahihi. Wakati kama huo ambao Bwana umemwandalia, naomba kwa ajili yake Bwana, msaidie Bwana aweze kufanya yale ampasayo kufanya kwa wakati sahihi, kwa wakati ambao umeuamuru kwenye maisha yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakataa upofu wa aina yoyote ile, ninakataa hofu, ninakataa uzembe, ninakataa kujisikia vibaya, ninakataa kujidharau katika jina la Yesu. Bwana naomba kwa ajili yake, msaidie aweze kujua ni nini cha kufanya kwa wakati kama huu. Bwana ninaomba kwa ajili ya mtoto wako ambaye Bwana anatamani kuachilia ya zamani, anatamani kujisamehe, anatamani kujiruhusu furaha ambayo itaweza kuenea kwenye moyo wake na kumbadilisha na kumpandisha viwango, kumpa fikra mpya, kumpa Bwana uelewa mpya. Bwana naomba kwa ajili yake katika jina la Yesu. Bwana umsaidie, mpandishe viwango, asiishi na experience za zamani, asiishi na uzoefu wa zamani, asiishi na makosa ya zamani, katika jina la Yesu. Kwa wakati kama huu ambao Bwana umeuruhusu, msaidie na umruhusu lililo jema na jipya kwenye maisha yake. Namleta mtoto wako huyu ambaye Bwana anaomba uongozi wako. Umempa picha kamili, umempa Bwana ile taswira ya maisha yake, umempa Bwana jambo ambalo anatakiwa kufanyia kazi, viwango ambavyo anataka kumpatia, viwango ambavyo anatamani kumpandisha, hatua ambazo Bwana anatamani apige. Katika jina la Yesu naomba kwa ajili yake, msaidie, mpe uongozi Bwana. Neno lako Bwana liwe taa miguuni mwake, apige hatua sawasawa na mapenzi yako, apige hatua sawasawa na mapenzi yako. Msaidie Bwana, iwe ni kwenye eneo lolote lile ambalo Bwana amekuomba, msaidie aweze kupiga viwango, kupanda viwango, aweze kupiga hatua stahiki katika jina la Yesu. Ninakataa roho zote za kukata tamaa, ninakataa roho za uzembe katika jina la Yesu. Ninakataa roho za kujidharau katika jina la Yesu. Bwana naomba kwa ajili yao, uwasaidie na
ukapige hatua viwango sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru.